Nchi zenye silaha za nyuklia duniani, ukweli na hatari zake, kufichua ukweli ulio nyuma ya silaha hatari zaidi duniani. Silaha ambazo zina uwezo wa kubadilisha historia, kufuta miji, na kuacha alama isiyofutika kwenye sayari yetu. Tunazungumzia silaha za nyuklia. Kama umewahi kujiuliza ni nchi gani zinaweza kumaliza ustaarabu kwa ghafla, kaa nasi. Tutazama ndani ya ulimwengu wa silaha za nyuklia. Tutachunguza uwezo wao, tutaangalia historia yao, na tutaelewa hatari ambazo zinatukabili. Hii ni safari ya kuelewa silaha ambazo zinaweza kuamua hatma yetu. Utataka kujua ni nani anamiliki misimbo ya nyuklia duniani. Ni nani anayeamua ikiwa tutaishi au kufa. Ni nani anayebeba jukumu kubwa la kuhakikisha kuwa silaha hizi hazitumiwi kamwe. Tutafuatilia nguvu na majukumu ya wale walio na udhibiti wa silaha hizi za mwisho. Ni nchi 9 tu duniani ambazo zina silaha za nyuklia rasmi. Lakini orodha hii fupi ina uzito mkubwa. Kila nchi ina historia yake, sera zake, na sababu zake za kumiliki silaha hizi. Tutachunguza kila moja ya nchi hizi, tutaelewa motisha zao, na tutaangalia jinsi wanavyochangia usawa wa nguvu za kimataifa. Kulingana na mkataba wa kuzuia uenezi wa nyuklia, hizi ni mkataba ambao ulilenga kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia, lakini umefanikiwa kiasi gani? Na ni nini mustakabali wake katika ulimwengu unaozidi kuwa hatari? Marekani, Urusi, Uingereza, mataifa haya matatu yana historia ndefu na ngumu na silaha za nyuklia. Kuwa mstari wa mbele katika mbio za silaha, mazungumzo ya kupunguza silaha, na juhudi za kuzuia kuenea kwa silaha hizi. Ufaransa, Uchina, India, mataifa haya yana mitazamo tofauti kuhusu silaha za nyuklia, kutoka kwa ulinzi hadi nguvu za kimataifa. Tutachunguza jinsi wanavyoona silaha hizi na jinsi wanavyozitumia katika sera zao za kigeni. Pakistan, Israel, na Korea Kaskazini. Mataifa haya yana historia ya migogoro, kutokuwa na utulivu, na kutengwa. Silaha zao za nyuklia zinaongeza safu nyingine ya utata kwa mienendo ya kikanda na kimataifa. Na sikiliza hii, takwimu zinaonyesha picha ya kutisha. Idadi ya silaha za nyuklia duniani bado ni kubwa, na uwezo wao wa uharibifu hauwezi kufikirika. Marekani na Urusi kwa pamoja zinamiliki zaidi ya 4% ya silaha za nyuklia duniani, maelfu kila moja. Urithi wa vita baridi unaendelea kutukabili, na mataifa haya mawili yana jukumu kubwa katika kupunguza hatari ya vita vya nyuklia. Kwa nini wanaendelea kuwa na silaha hizi? Ni swali ambalo limeulizwa kwa miongo kadhaa na hakuna jibu rahisi. Kwanza, kwa ajili ya ulinzi, kuzuia. Nadharia ya kuzuia inategemea wazo kwamba silaha za nyuklia zinaweza kuzuia shambulio kwa kuahidi kulipiza kisasi kikubwa. Tishio pekee linaweza kuwazuia maadui, lakini kuzuia kunategemea mawasiliano, busara, na uelewa. Ni nini kinatokea wakati mambo haya yanashindwa? Pili, kwa ushawishi wa kimataifa. Katika ulimwengu wa siasa za kimataifa, nguvu huongea, na silaha za nyuklia zinaonekana kama ishara ya nguvu ya mwisho. Silaha za nyuklia zinamaanisha kiti kikubwa kwenye meza katika siasa za dunia, lakini kiti hicho kinakuja na jukumu kubwa. Mataifa yenye silaha za nyuklia yanapaswa kutumia ushawishi wao kwa busara na kwa kuzingatia amani na usalama wa kimataifa. Tatu, kwa nguvu za kijeshi, ni onyesho la nguvu. Silaha za nyuklia zinaweza kutumika kuonyesha nguvu na azimio, lakini baadhi ya nchi zinataka kuingia. Tamaa ya silaha za nyuklia inaendelea kuenea, na mataifa zaidi yanatafuta uwezo huu hatari. Matarajio ya nyuklia ya Iran yanausumbua ulimwengu. Utafutaji wa Iran wa silaha za nyuklia umesababisha wasiwasi mkubwa juu ya utulivu wa kikanda na kuenea kwa silaha. Saudi Arabia inadai kama Iran itapata silaha za nyuklia, wao pia watapata. Hii inaweza kusababisha mbio za silaha za nyuklia katika Mashariki ya Kati, na matokeo mabaya kwa usalama wa kimataifa. Hata Japan na Korea Kusini zinaweza kutengeneza mabomu haraka ikiwa inahitajika. Mataifa haya mawili yana uwezo wa kiteknolojia na rasilimali za kifedha za kutengeneza silaha za nyuklia haraka. Lakini ukweli ni kwamba silaha za nyuklia ni hatari sana na zinaweza kusababisha uharibifu mkubwa. Silaha za nyuklia husababisha uharibifu usioweza kufikirika. Uharibifu ambao unaweza kufuta miji, kuharibu mazingira, na kuua mamilioni ya watu. Mamilioni wanakufa kwa sekunde. Athari za mlipuko wa nyuklia ni za kutisha, na wale wanaokufa mara moja ni miongoni mwa bahati. Sumu ya mionzi. Mionzi inaweza kusababisha ugonjwa, saratani, na kasoro za kuzaliwa. Mazingira yote yanaharibiwa kwa miongo kadhaa.
Udongo, maji na hewa vyote vinachafuliwa na kufanya iwe vigumu kwa maisha kuendelea. Tishio: kosa moja linaweza kumaliza ubinadamu. Vita vya nyuklia vinaweza kusababisha msimu wa baridi wa nyuklia, ambapo jua limezuiwa na vumbi na moshi, na kusababisha njaa na kifo. Kwa hiyo, tunapaswa kuweka silaha za nyuklia kwa ajili ya ulinzi, ili kuzuia uchokozi na kuhakikisha usalama wetu. Au kuzipiga marufuku milele. Je, tunaweza kuishi kweli katika ulimwengu usio na nyuklia, au ni ndoto tu? Tuambie kwenye maoni. Tunataka kusikia maoni yako kuhusu swala hili muhimu. Usisahau kupenda na kujiunga kwa maarifa zaidi ya kimataifa. Jiunge nasi tunapoendelea kuchunguza masuala muhimu yanayoikabili dunia yetu.